buli okubwatya nigwo kuligiraliwa n'ebigori byonsi. Kutana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Usilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwako. Usilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwako. Usilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwako. There is a story, kuna hadithi in the book of 1 Kings chapter 3. Beginning verse 16. Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 20 hata 21. Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "My lord, this woman I live in this, and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby.
We were alone. There was no one in the house but the two of us. There was no one in the house but the two of us. Verse 19. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wanawake wawili. Mabwana zao hawajulikani kwa sababu ni makahaba. Verse 16 inasema 2 prostitutes. Lakini inaonekana kama walishika mimba kwa wakati mmoja. Ila tarehe ya kujifungua ndio ilitofautiana kwa siku 3. Ninaambia taifa tu kwamba siku ya 3 ni ya kishetani. Ndio maana Yesu alifufuka baada ya siku ya 3 to disapprove the devil. Shetani anapenda sana siku ya 3. Na usipochunga siku ya 3, kuna mtoto atazaliwa na atakufa. Na kama utakuwa umelala, utabadilishiwa. Wanawake ni malaya. Wamejifungua watoto. Na itakuwa vigumu hapa kutofautisha mtoto wako na huyo mwingine. Mungu angetaka kuwasaidia, angewafanya mmoja azae kijana mfulana na mwingine azae msichana. Lakini sasa ajabu, wote walizaa wafulana. Hao makahaba wawili. Kahaba mmoja hapa, ukisoma hiyo story utakuja kurealize kahaba mmoja ni msema ukweli. Hallelujah. But I'm talking about 2 prostitutes who live in the same house. I can't understand why they lived in the same house. Maybe their economy was difficult. Sindio? They lived in the same house. Nirudi kanisani niseme hivi. Kupokea muujiza sio kitu kikubwa kama kulinda muujiza. Mtoto umemzaa amekuwa na wewe siku 3. Hata ukiangalia vizuri, mtoto ambaye amezaliwa amekaa siku 3 anaweza kuwa tofauti kwa kuangalia kwa macho tu na ule mtoto amezaliwa kwa siku 1. Huyu mtoto aliyezaliwa baadaye ndiye alikufa. Mtoto aliyezaliwa wa kwanza alikuwa hai. Lakini mtoto aliyezaliwa baadaye akakufa. Na shida ya huyu mtoto kufa ni mwenye mtoto alimulalia. A careless mother.
alilalia mtoto wake akakufa. Nisipokuelezea ni rahisi wewe mwenyewe kulalia mtoto wako. If I don't tell you something this hour, utalalia mtoto wako na atakufa. Do you know most people lose their blessings because they destroy their own blessings? Are you one of those people that God blessed and you have destroyed your own blessings? Do you know the Bible even says that even marriages, people destroy their own marriages. And then they look around to see whose marriage is working. Ambia mtu mmoja usijiharibie. Kama umebarikiwa, linda baraka yako. Muangalie tu, mwambie kile uko nacho saa hii, take good care of it. Mwambie tu neighbor, miracles survive. Not because they happened, but because we care for them. Unaharibu biashara yako mwenye unailalia, alafu unaangalia biashara ya neighbor. That is being unfair. Lakini hata wewe ukiwa neighbor, ulinde sana, maana mtu ambaye amelalia biashara yake na ameiua anaweza iba ya kwako. Umewahi jua kwamba watu wengine ambao wameharibu hata ndoa zao ndio wanaiba mabwana za marafiki zao? Wewe ambaye bado ndoa yako iko hai, you have to be very careful with the people you keep as friends. Some of them are killers, but they kill and they are aware that they have killed, and they are not crying, but they are coming for your blessing. Well, ona mama wa aina hii, mtoto wake amekufa. Anaangalia polepole, anagusa, anapata ameua mtoto wake. Anamwacha, anaenda kwa neighbor, anaangalia ako amelala. Anachukua mtoto wa neighbor, anajiwekea, anachukua ule wake amekufa, anakuwekea huko. Kuna watu wanaleta matatizo yao, wanayafanya yakuwe matatizo yako. Lazima uwaundue. Do you know there are people who carry their problems? They bang their problems on you. You are now carrying their problems, yet it was not your problem. Mimi nimeamua sitaki kulala. Hata wako marafiki, nilipopewa ujumbe huu 2 days ago, niliambia marafiki wengine, please, msilale. Adui anatafuta nafasi akubadilishie, akuwekee kitu kilichokufa, achukue cha kwako kilicho hai. Praise God. Every blessing requires that you be alert. Kila baraka inataka uwe macho. Iwe ni biashara, uwe macho. Iwe ni watoto umebarikiwa nao, uwe macho. Kwa sababu watu wengine mnaokaa na wao in the same house, agenda yao ni kubadilisha. Wengine mnawaita ni ndugu. You have to be careful. When you are blessed, be careful with everyone else. Baraka inataka mtu akuwe careful ndio aweze kumaintain. Muujiza unataka ukuwe careful ndio uweze kumaintain. Kuna uwezekano huyu mwanamke ambaye mtoto wake yuko hai ndiye alitangulia kwenye hiyo town, akamwalika huyu mwingine, maana angeweza kuwa na rent. Akamwambia, my sister, badala ya kuhangaika, kuja ukae na mimi kwanza, ndio ukipata network utafute nyumba yako. Na angalia ambacho kimemtokea. Do you know there are people you invited your house only to realize they are the genesis of your trouble? One of these fine days, unaweza ukamhurumia mtu ukasema, wacha akuje akae na mimi, maana ameachiliwa juzi, achapata kazi. Akae na mimi kwa nyumba, ndio akipata mshahara atachukua nyumba yake aende.
utakuja kurealize wakati anapata nyumba yake, anaenda na nyumba yake na nyumba yako pia. Nyumba yako ni kumaanisha bwana yako. Hatukatai urafiki, hatukatai mahusiano, lakini tunachosema, kama umeingia kwenye mahusiano na uko na mtu hapo, usimwamini milele. Kaa chonjo kidogo, usilale kabisa kwamba tuko na mtu amelala. Wewe unaamini watu mpaka wewe ndio umewapeleka kwa hoteli. Kumbe hiyo ni opportunity. Alafu unawaamini sana, hata chakula umewekewa, simu inakuja, unasimama kwenda kuichukua. Huyo mtu inawezekana anaweza akakuwekea sumu, anaweza akakuwekea dawa. Anything can happen. What you need to do as a believer, be alert every time. Let your spirit be tuned, ndio uweze kujua mko na nani wakati gani. Hata wale mnafanya kazi kwa maofisi, mnafanya na watu wengine, mimi na washauri leo, muwe careful. Usiwe ni mtu uko kwa mstari wa mbele kukunywa chai ya ofisi. Ati hii ni ya ofisi, hii ni ya ofisi. Some things are not working because the people who are under you that you employed are the reason why your life is stuck. Wewe ndio ulimwachiri ukasema ni mtu wa kwenu nyumbani, akucha atengeneza chai kwa ofisi. At least na wewe kwa kijiji uonekane umesaidia watu. My friend, watu wa kusaidiwa uambiwe na Mungu. Sema amen. Amen. Imagine kama hakungekuwa na hekima, mama mwenye mtoto angeenda bila mtoto. Kama hakungekuwa na Mungu. Ndio mimi nakwambia, mahali Mungu yuko, hata mambo yaliyofanyika kwa giza yatafichuliwa. That is the beauty with God. Watu wengine wanatuulizaga mambo mengine ya mikutano ambayo hatukuhusishwa physically, tunayajua kwa namna gani? Maana kuna Mungu aliye mbinguni anayefunua siri zinazofanyika kwenye mikutano ya ndani. Ila kwa siku ya leo, kila nimekuja kukwambia, moyo wako uwe alert every time. Usilale. Usilale. Adui anatafuta nafasi. Najua hata kwenye hiyo hadithi tumeimba ni kuhusu mpanzi. Yule mpanzi alipanda vizuri, lakini usiku ulipofika akawa amechoka, akalala. Na kulala kwake kukawa ni opportunity. Hiyo inakufundisha kwamba shetani anaogopa sana watu ambao mioyo yao hailali. Kwa sababu hawezi akakukujia tu kama haulali, anangojea. Ambia neighbor asisahau, mwambie shetani huwa anaongojea. Kuna watu wanamheshimu, wanafikiria yeye anapenya tu anywhere. Hapana, shetani is a schemer. Anaongojea wakati utakuwa umelala, wakati utakuwa umeacha kuomba, utakuwa umechoka. Hicho ndicho kipindi anakutime. When you are low, ukiwa pale chini, when you are down, ni opportunity anatafuta. Najua magugu bora yapandwe, yatamea. Yeah. Ayatasema mimi ni magugu, huwezi kuniweka kwa shamba ya mbegu njema. Magugu kitu anataka tu ni uyapande. Na mimi nashinda. Unajua magugu ayapandwa ngwi, yanachipanda mara nyingi. Lakini kwa sababu shetani hana mbegu nyingine njema, hana kitu cha kupanda, atapanda magugu. Can you imagine you come to your garden siku moja, upate mtu pale anapanda mbegu, unamuuliza ingie kio simeka, ebi nyambingo simeka. Nanda yakora simeka ebi mogibi, oitalio muganga. Umanye kuiwera wano. Shida ya shetani tu ni moja. Hawezi kufanya shughuli ya kulima. Hiyo naye hawezi kufanya. Anangojea mnalima, anakuja kupanda. Kulima kwa kulima. Hawezi kutafuta mtu mchafu, anatafuta watu mmetengenezwa.
ninyi ndio shamba lake. Ile kitu na waomba msimpe nafasi. Najua ukilala utaamka upate mbegu nyingine imemea na hukupanda. Utashangaa ningekia ndile. Nimekuwa namna gani? Nimefanyikaje? Do you ever know that sometimes you wonder what has happened to you? Umewahi fika mahali unajiuliza ni nini imekufanyikia? Sisi ambao tunashughulikia kesi za watu, mtu anakuja kwako anakuambia, "Pastor, mimi sijui ni kitu gani kiliniingia." Akikukuingia, kiliingishwa wakati wewe ulikuwa umelala. Shida ni wewe ulianza, ulilala. Problem ilianza na wewe ulilala. Katika safari yako ya Ukristo, ulifika mahali ukalala. Wakristo ulala wakati gani? Wakati wanafikiri kwamba wamefika. When you think you have graduated as a believer, that is the genesis of your sleeping. Ukifikiri kwamba sasa mimi nimefika, ninaomba kwa ndimi, ninafanya mama kubwa, naona njozi, hapo unaelekea kulala. Because you are telling your spirit to be settled because you are qualified. No, every time in your life, tafuta sana kufahamu Mungu zaidi. Usifike wakati useme umefika. Never say that. At least mimi sasa nimejua. My friend. Ukisikia wapanzi walipanda wakamaliza, ndio wakaenda kulala, because they thought we are through. Kama bado Mungu amekuweka uko hai au chamaliza, you must allow the Spirit of God to continuously teach you what you don't know. Hallelujah. Hallelujah. Kupata kitu from God, including victory, breakthrough, is not as critical as learning the secret of keeping it. At a ministry, is not as critical as keeping it. Hata upako wa mbinguni ambao tumeupokea, kupata upako is not a big issue. Lakini kuwa na uwezo wa kulinda upako is the most critical part of your Christian life. Hallelujah. Hata ninyi mlio hapa, ukiangalia kwenye maisha yako, vitu umepata. Na hata raundi hii tunapoingia kwenye revival kubwa, haitakuwa mara yako ya kwanza kupata. Lakini kulinda ndio sababu leo hauna. The critical part of your Christianity is having the ability to keep anything that you receive from God. Praise God. Hallelujah. Kwa mara ya mwisho ambia neighbor usilale. Do you know that unajua Christianity inataka kila mtu awe watchman? Hata kama uko na socha, hata wewe ambaye uko hapa, watu wengine tuko na watchman nyumbani. Ni kweli ukiwa na watchman unalala hata hakuna haja usikie chochote? Kuna hata kama uko na watchman uko nje ya nyumba, au uko na watchman ndio ulale, ukisikia kitu kimepita kwa njia fulani unampigia, unamuuliza socha, inkie kikia kiabu. So ingo bono ole watchman uyo ole siko oso yole ime. Ama ukiwa watchman you don't care, gari yako ikipiga haramu, watchman yuko. Ukisikia mlango unagongwa, watchman yuko. The other person is the watch, you are the man. Because he's watching the man. He's not the watchman, you are the man to be watched. Therefore you must be awake and be alert. Let me tell you, the devil is not a boy, he's a schemer. Anatafuta. Mimi nakwambia hivi, mtoto uliyemzaa ambaye yuko hai, hata kama amelia kwa siku 3, siku ya 4 akilala,
wewe na wewe usilale kama yeye, maana unaweza mlalia, ama anaweza ipiwa, ama chochote chaweza kutokea. Hata kama umeweka kwenye titi ananyonya usiku, ukilala usingizi, wakati the child will be choked by the milk, atakufa na hautakuwa unasikia. Wewe kama ni mama, lazima uwe careful usiku na mchana. Kuna siku itafika utalala, wakati hiyo mtoto atakuwa mkubwa akununulie mattress. Lakini kwa sasa ni wakati wako. Naongea na mama. Sasa mama, nisikilize. Ni wakati wako wa kulinda mtoto. Hata wakati mtoto amelala, na wewe usilale. Hiyo baraka yako inategemea kumakinika kwako. Your blessing depends on your being alert. Sikia, what happens when you lose your blessing? Ile mahangaiko itakuingia, utaona afadhali ungelala. Maana utaenda kotini. Ama si ukweli? Kama hautalinda mtoto wako, utachikuta kotini kwenda kuambia mfalme, mimi na huyu tulizaa. Baada ya siku 3 huyu pia akajifungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abia mtu hapo, mwenzako atajifungua baada ya siku 3. Lakini kama hautalinda mtoto wako, siku ya 5 mtaenda kotini. You have to take care of your child. You have to take care of your child. Hata ukiangalia unaona mtoto ni wangu. And if you don't get a wise judge, you will lose your child. But mimi nakuombea hata hivyo, mkifika hapo upate Sulemani. Praise God. Watu wanapoteza baraka yao kwa njia gani? Njia ya kwanza ya kupoteza baraka ni wakati unaruhusu watu wanasikia siri za maisha yako. That's how you lose. If people can overhear, baraka sio kitu cha kupiga mdomo. You keep quiet. If you want to know that I'm telling the truth, Esau alihangaika kwa sababu mama yake alisikia akiambiwa anakwenda kubarikiwa. Na kwa kule kusikia akachange plan. The people that you share your plans with are the same people that change your plan. They take your blessing, they take your shop, they take a law. Do you know kuna watu unaesambia hata huyu mwanamke anakwenda kuoa, baada ya before 1 year ameshamuoa. Shida sio huyo mtu ambaye amemuoa, shida ni wewe uliongea haraka. Be slow to share your secrets. Wacha watu wafikirie wamekuchua the entire of you, but you know that they don't know much about you. It's only a fool that can allow neighbors to overhear the secrets they discuss. If you want to lose so quickly, kuwa ni mtu wa kushare haraka. And that is how you lose it haraka. See, why don't you allow it to mature? Kwa nini usiruhusu hiyo baraka itimie kwanza? That is what happened in Genesis 27. But mtu alikuwa anaenda kubarikiwa, ndio akushare na mtu, lakini hiyo siku yake na masaa ya kubarikiwa ilisikika na mtu mwingine.
Na sio mtu wa mbali, ni mtu wa ukoo, tena mama yake. Halo? Hata naonaga watoto wanataka kufanya harusi, wanaenda kuambia maango zao, maybe baba yako alikufa, ango yako ndio amepaki. Sasa mama yako anakuambia, kama unaenda kufanya harusi, ambia basi ndugu za baba yako wako hapa, mimi siko kwa hiyo laini. Unaambia ndugu ya baba yako ambaye wasichana wake hawajawahi olewa, watoto vijana wake hawajawahi oa, mtapaki wote hapo hapo, atakuroga. You people can never have a future if you are too quick to share before it matures. Keep it. Maintain some secrets within yourself. Kitu kingine kinafanya watu wanapoteza baraka. It is number 2, delaying to act in time. Kuchelewa kuchukua hatua kwa wakati uliofaa. Ndio maana wanapoteza baraka. Umeenda kwa kanju, umehangaika, unatafuta nafasi ya kuanika nguo, umeanza biashara, wamekuaroketi kwamba sehemu yako sasa itakuwa ni hapa na hapa. Then you go for 2 weeks. Kwa maana ulionyeshwa hiyo sehemu na mtu alikuonyesha ni mkuu wa serikali. Sasa unafikiria haitaenda. By the time unarudi utakuta mtu mwingine amekuwa allocated. Utaingia kwenye kelele, nilikuwa allocated. Atakwambia wakati nilikuja hapa hakukuwa na mtu. Unapewa sehemu uweke kioski. Unaingangania before you are ready. By the time unakuwa ready, hiyo sehemu imepewa mtu mwingine. Esau sio kwamba hakutaka baraka. Aliambiwa baraka ni yako, lakini nenda ulete mbuzi. And he went for the whole day. Alienda akachelewa huko. Kama mtu anakuambia mnafaa kuoana, hizi stories zingine zote, kama uko tayari, mwambie niko tayari. Hizi stories zingine zote, nimemaliza degree, wacha kwanza nimalize masters. By the time unarudi na masters, na yeye ako na masters hapa kako 2 years, kanaenda academy. Kanaitwa master. Who is waiting for you? Which blessing is waiting for you? Every person that is seeking for a blessing must be accurate and act fast. Hakuna baraka inasubiri mtu. Baraka tunaitafuta kwa wakati. Na tunachukua hatua kwa wakati. Hata kama ni kazi ulikuwa unaachiliwa, by the time unakuja utakuta kuna mtu mwingine. Maana hakuna kazi yako kwa hii dunia eti nakusubiri wewe tu. Hapana. Opportunity is available for anybody willing. If you are ready and accurate, you have it. Ati mimi niliambia huyo boy aningoje nimalize masters. Akungoje. Ukianza kusikia ameanza mambo mengine, unaanza basi kwa hapo ndio unaanza kutafuta pastor. Pastor, mimi nataka unione kama huyu ni ukweli wa Yesu. Nikuuliza, kwa nini unafikiria sio wa Yesu? Mmekuwa marafiki kwa muda gani? Tumekuwa marafiki for 2 years, lakini tulikubaliana aningoje nikimaliza masters alafu nipate job ndio nisiende kuhangaika. Takwambia nitakuombea. You must be able to understand that there is nothing that waits for anybody. There's nothing that waits for you. Hata kama nitenda, kama imekuja kwa wakati, imekuja kwa wakati. It doesn't wait for you. It doesn't wait for you. It will go. By the time you arrive, it is gone. Kama ni promotion na imekuja leo, iende leo. Maana ukichelewa, watu wengine watakuwa promoted, na by the time unakuja, utaambiwa tulikuwa tunapromote watu 5, utangojea next time. Hata wale watoto wanataka kwenda shule. You have to go now. Kama ni college, nenda sasa. Wacha kunihangaisha hapa. Ni pastor niombe, ninataka kujoin college, uko na admission, sichaanza kutafuta.
I don't do those kind of things. Hauna hata barua. What am I praying for? Haujaanza hata kufanya application. So what are we praying for? If you believe this is your right time to join college, the blessing of school fees which is available is for that particular time, then you have to take action within time. That is how you secure your opportunity. Opportunities are secured when we act faster. Nothing waits for you. Just understand. Njia ya tatu ya kupoteza muujiza, it is sleeping while the enemy is awake. Ni kulala adui akiwa macho. Avoid hayo mambo matatu. Mambo hayo yaangalie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi naambia watu, kama unataka kuchenga na unasikia ndani yako ni sasa, chukua hatua, anza sasa. Kuna baraka ya wakati huo. Kama ni baraka ya kuchenga inapita kwenye eneo hilo, na wewe hauko tayari, unaendelea kusema nitakuja kufanya, watu wengine watafanya. That blessing will be in use while wewe hautakuwa nayo. Lazima uchukue hatua at the right time. Bwana Yesu asifiwe. So you really have to consider these three things. Number one, usiruhusu watu kusikia siri za baraka yako ofyo. That's very important. Number two, usichelewe wala kuchelewesha chochote. Usichelewe kuchukua hatua kwa wakati unaofaa. Never allow delay. Act in time. And number three, usilale. Never sleep. Because those who are looking for what you have, they never sleep. Amen. Please lift up your hands as we sing this song and then we wind up our service. Usilale, adui anatafuta nafasi
kupanda magugu moyoni mwetu. Uwe macho siku zote, usisinzie wala kulala. Usilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwako. Usilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni. Nasi tusilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwetu. Tusilale, adui anatafuta nafasi ya kupanda magugu moyoni mwetu. Our hands are lifted and we are praying. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ili ni kanisa lako, hawa ni watoto wako. Tunakupenda na tunakujua, na pia tunajua kwamba tuko na adui. Lakini leo tumeomba ombi moja tu kwenye mkutano huu, kwamba baraka uliotupatia isiibiwe. Utusaidie tusilale. Na Roho Mtakatifu, ninakualika ukachukue ushukani na utawale kwenye mioyo ya watu wako. Kila baraka walioipokea hapa idumu na itawale. Kila muujiza waliopokea hapa udumu na utawale. Kila kitu, kila mbegu tulioipanda. Na kwenye shamba hili tunakataa hakutapandwa magugu kwa jina la Yesu. Tunaomba Yesu kwamba hata kama wengine tulichanganyikiwa kidogo, tukaingia kwenye kulala na mtoto wetu akaipiwa, tunaomba haki ikafanyike kwa jina la Yesu. Kwa maana kwa hekima yako, baraka iliyoipiwa unairudishia mwenyewe. Ninaomba watoto hawa walioanza biashara ikaipiwa kwa sababu ya kulala, ukawarudishie kwa jina la Yesu. Walioingia kwenye ndoa ikachanganyikiwa, ikaharibiwa kwa sababu ya kulala, naomba Mungu kwa hekima yako ya mbinguni ukairudishe nomo kwa jina la Yesu. Maisha yetu ya rohoni yanahitaji mkono wako, yanahitaji nguvu zako. Naomba Kristo kwa jina la Yesu utushike mkono kwenye safari hii. Hatutaki kulala, hatutaki kuchelewa, tunataka tufanye mambo kwa wakati. Na kama kuna mtu mbaya aliyesikia siri zetu za kubarikiwa akafunga hiyo milango, kwa neno la madhabahu ninafungua hiyo milango kwa jina la Yesu. Kila njama iliyofanywa na kuundwa kinyume cha watoto wako haitafaulu. Nasema tena haitafaulu. Haitafaulu kwa jina la Yesu. Kutana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi, na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni, na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.